Tulipokuwa pale Babati, nimezunguka na nikaangalia kampeni za wenzetu. Mkoa wetu ulipendeza mno. Mheshimiwa mwenyekiti wangu, hongera sana sana. Mheshimiwa Rais alifurahi, mikutano ilikuwa na bashasha, ilikuwa na furaha. Chini ya uongozi wako Mheshimiwa mwenyekiti wangu, umetupa heshima kubwa. Tulipopanda pale kwenye majukwaa, tulihisi hakika tuna kiongozi sahihi. Tunakushukuru sana. Lakini la pili, Mheshimiwa mwenyekiti, nikupongeze kwa namna ambavyo umefanya kazi ya maelewano na maridhiano. Nilikuwa nafuatilia lakini sikuwa na muda kwa sababu nazunguka mikutano mingi. Mpaka huu mkutano wa leo ni karibu mkutano wa 50 na kitu tangu nianze kuzunguka Simanjiro. Sio kazi rahisi sana. Mheshimiwa mwenyekiti, ninajua kazi mliofanya. Hongera mno wewe na kaka Baraka na mzee Sendeka na wengine wote, wenye viti wa kata mlioshirikiana wote, hongereni. Lakini niwapongeze ndugu zangu Yohana Lakai na ndugu Tom Kiloji kwa kurudi kwenye chama. Hongereni mno, hongereni sana. Nikawapa historia, mimi nilipoanza kugombea ubunge 2010, nilikuwa kijana mdogo. Nilipita mbele yao nikisema naitwa James Milia na degree 2 za sheria, na unakumbuka story hiyo. Pale Ngonongwe nilipendwa na watu wa Simanjiro, lakini kura zangu zilichomwa pale Ngonongwe. Nafahamu. Zikapigwa moto kabisa. Sijaweza kukimbia kwenye Chama cha Mapinduzi. Pamoja na yote, ilipofika ndani ya chama kuna vikungo vingi. 2020 mnakumbuka, nilikuwa mbunge, ndio nilikuwa najiandaa kuzoea kwenye nafasi ya kiti cha ubunge, lakini nikaangushwa. Iwe ni haki au sio haki, niliendelea kubaki kwenye chama. 2015 tuliweka matumaini kwamba kama tutampata rais anayeitwa Edward Ngoyai Lowassa na sisi tukawa wabunge wake chini, tulifikiri kwamba tungeweza kubadilisha maisha ya watu. Lakini naomba niwatangazie, haijakaa muda mrefu, mzee Lowassa marehemu, Mungu amweke pema peponi, mzee Sumai ambaye yupo, mawaziri wakuu wetu wote, sisi ambao ni wasomi wenu, vijana wenu mliotuzaa na kutulea kwa namna yoyote, tulipogundua kwamba vyama vya upinzani si lolote wala si chochote, tunawafahamu mmoja mmoja. Ukinitajia kila jina la mmoja, ninawafahamu kwa sababu nimeishi nao bungeni, nimekaa nao bungeni, ninawafahamu kwenye maisha yao ya kawaida, nafahamu dhamira yao ya ndani na dhamira ya kudanganya kwenye mikutano ninaijua. Tuligundua kwamba bado Chama cha Mapinduzi ndicho chama chenye nia njema, chenye kutaka kuwaendeleza watu wake, na sisi ambao ni jamii iliyoko nyuma bado tunahitaji. Chama cha Mapinduzi kimetutoa mbali kama jamii, hasa kwa kipindi hiki ambapo Mheshimiwa Rais anaangalia karibu kila ambapo paliharibika, anajaribu kumleta wote, kuwaleta wote katika meza ya Bwana ya kushiriki katika keki ile ndogo ya taifa, na sisi wafugaji tukumbukwa. Natoa mfano mmoja tu, Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa mkoa. Tangu nchi yetu iumbwe, hatujawahi kumpata mbunge wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki anayewakilisha nchi 8 anayetoka kwenye jamii ya wafugaji wa Kimasai. Chini ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan amesema huyu ametimiza vigezo. Huyu ni kijana wa kifugaji, anatoka kwenye familia maskini ya kawaida, ni Mtanzania, mtu mwema, ninampeleka akawakilisha nchi yetu. Huu ni upendo, si kwangu peke yake, bali kwa jamii yangu ya kifugaji. Tumpigie makofi sana.
Lingine kwenye ilani, nitaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, nisipitie ilani kwa ukubwa, niongee kwa machache kwa sababu muda umeenda. Kwenye ilani hii ambayo mimi kama mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wenzangu wanao, wateule wote, lakini Mheshimiwa Rais anazunguka nayo,